Hapa ni siku ambapo alikuwa ni mgonjwa na hapa ni baada ya kumpa tiba akapona. Unaweza ukashangaa kwamba inawezekanaje uvimbe huo kutoka na kuku kurudi katika hali ya kawaida kama ulivyomuona. Kama unavyomuona huyu kuku tumemchukua sample kwa ajili ya kuonyesha matibabu kwa ajili ya kutibu mafua haya. Nimemuonyesha macho yote mawili, upande huu wa mkono wa kulia pamoja na upande wa mkono wa kushoto kipindi ambapo alikuwa anaumwa, na baadaye tutakuonyesha jinsi tulivyomtibu na akapona, na tutakuonyesha macho yote mawili. Mkono wa kushoto naona umevimba na mkono wa kulia jicho limefumba kabisa, haoni vizuri. Tumemtengenezea matibabu na baada ya matibabu amepona kabisa. Unaona jicho hapo limefumba, lakini baada ya matibabu utamuona macho yote yanaona vizuri na uvimbe wote umeisha. Sasa ndugu mtazamaji, ufugaji wa kuku ni sayansi, na kuku na magonjwa mengi sana na bakteria wapo aina mbalimbali. Ukisikia magonjwa ya mfumo wa hewa yapo ya aina nyingi. Ugonjwa huu nao uona, haya ni mafua ambayo ukiangalia ndani ya jicho hilo hakuna uchafu mweupe. Kuna uvimbe mwingine unakuwa na uchafu mweupe ndani, lakini kwa kuku huyu na aina ya mafua haya ukiangalia ndani ya jicho unakuta hamna uchafu mweupe, zaidi ya majimaji tu, lakini jicho limevimba kwenye mashavu kama unavyomuona, na tumempa dawa. Baada ya siku 2 umemuona uvimbe umeanza kupungua kabisa kwenye macho yote mawili. Jicho la upande wa kushoto ni msumbufu, lakini uvimbe umeanza kupungua na utaisha kabisa. Mwishoni utaona umeshapungua, tofauti na video ya mwanzo niliyokuonyesha hapo mwanzoni mwa video hii. Unaona uvimbe umeisha. Kwa hiyo bakteria hawa wapo aina mbalimbali wanaosababisha magonjwa ya mfumo wa hewa, na baadhi ya mafua haya ukiangalia kuku wana uvimba, wanakuwa na uchafu mweupe, lakini huu hauna uchafu mweupe. Na somo la leo tutadili na uvimbe huu ambao unakuwa hauna uchafu mweupe, ambao umesababishwa na mafua. Yapo masomo mengi niliyoyatoa. Unaona sasa hapa ni baada ya matibabu, kuku wetu amepona kabisa, hakuna uvimbe wa aina yoyote ile. Mkono wa kushoto kama unavyoona uvimbe umeisha, hakuna uvimbe tena, na hata mkono wa kulia tulivyokuonyesha uvimbe umeisha, hakuna uvimbe. Mafua, kupambana na mafua haya unatakiwa cha kwanza utafute dawa za asili zinazotibu mafua. Zipo dawa nyingi nimeonyesha katika channel hii, lakini wafugaji wengi wakiona changamoto hii na watokea wanakimbia kwenye maduka ya madawa wakiwa wamepaniki, wanarundikiwa madawa mengi, wanakuja wanawapa kuku na hatimaye hawaponi. Mimi nimetumia dawa za asili ambazo zina gharama ndogo sana, lakini pia nitakuonyesha mbinu nyingine mpya ambayo utatumia gharama kidogo tu kwa ajili ya kusambaratisha uvimbe huu. Nimesema cha kwanza mpe dawa za mafua. Dawa hizo mara nyingi nimezitaja hapa, lakini nitagusia kwa haraka katika somo hili. Uvimbe kama unavyouona huu unatakiwa utumie dawa za aina 2. Dawa ya kwanza ni ya kukausha mafua, dawa ya pili ya kutoa huo uvimbe. Kama unavyoona, dawa ya kwanza ya kukausha mafua unatakiwa utafute dawa tu hizi za kawaida nilizokuonyesha mara nyingi katika channel hii. Utafuta swaumu, tangawizi na pilipili kichaa. Lakini pia unatakiwa utafute mziwaziwa, utafute pia mgagani uweze kuchanganya ndani ya hizo dawa. Mziwaziwa na mgagani zinaenda kusaidia kutoa uvimbe huo. Na unatakiwa sasa uandae mchanganyiko huo kwa ratio ifuatayo. Unatakiwa uchukue gramu 5 za pilipili kichaa, tangawizi pamoja na swaumu. Lakini pia uchukue viganja 2 vya mgagani na kiganja 1 cha mziwaziwa. Mara baada ya hapo twanga mchanganyiko huo
na uloweke kwenye maji lita 10. Wapatie kuku wote ambao wanaonyesha mafua na wanaonyesha kuvimba macho. Mara baada ya kutengeneza dawa hiyo, ukiwa unaendelea na matibabu hayo, dawa hii itafanya kazi ya kutibu mafua, lakini pia itasaidia kuondoa uvimbe kwa sababu dawa hii zina antioxidant pamoja na anti-inflammatory characters. Antioxidant kwa maana ya kwamba zinapambana na bakteria wote wakiwemo bakteria wanaosababisha mafua haya makali, lakini pia anti-inflammatory maana yake ni kwamba zinapambana na wadudu wote wanaosababisha uvimbe kwa kuku. Lakini sasa nikupeleke moja kwa moja katika mbinu hii mpya ambayo sijawahi kuifundisha katika channel hii, na mbinu hii ndiyo mbinu rahisi sana ambayo itasaidia kusambaratisha huo uvimbe kwa haraka, na ndio niliyoitumia. Nikukumbushe tu ya kwamba uvimbe tunaohangaika nao hapa ni uvimbe ambao umesababishwa na mafua makali, lakini uvimbe ambao ukifungua jicho hakuna uchafu mweupe. Kwenye kesi ya uvimbe ambao umesababishwa na uchafu mweupe nitakufundisha katika somo lijalo, lakini pia nishawahi kufundisha huko nyuma. Endelea kufuatilia kama kuku wako na changamoto hiyo. Lakini tuendelee katika somo hili ambapo kuku wako watakuwa na wamevimba, lakini uvimbe ambao hauna uchafu mweupe ndani ya jicho, lakini pia uvimbe huo ulioambatana na mafua. Mbinu hii katika kuitumia mbinu hii unatakiwa cha kwanza utumie dawa hizo nilizozitaja kwa ajili ya kuondoa haya mafua ya kawaida. Mara baada ya kutumia dawa hizo ambazo nimekuambia, tangawizi, swaumu na pilipili kichaa kwa gramu 5, lakini pia utafute mziwaziwa kiganja kimoja na viganja viwili vya mgagani. Twanga mchanganyiko na uloweke kwenye maji lita 10 au hata lita 5, kisha wapatie onyo kwa muda wa siku 3 mpaka siku 5. Ukiwa unaendelea na tiba hiyo, sasa ni kupeleke moja kwa moja kwenye mbinu hii mpya. Mbinu hii ni ya kutumia Vicks. Vicks inafahamika kwa watu wengi, na hii Vicks unatakiwa uchukue upake sehemu yenye uvimbe. Mpake kuku wako sehemu ambapo amevimba kwenye hilo jicho au kwenye hayo macho yote mawili, na kisha baada ya siku 3 hadi 5 atakuwa amepona kabisa.